Karibu sana ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa Kaya TV. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa namna ya pekee kutupatia wakati mwingine tena. Na nikukaribishe katika mada nzuri kabisa inayosema emotional intelligence. Nini maana emotional intelligence? Hii ina tofauti kubwa na artificial intelligence kwa sababu artificial intelligence ni wanadamu wametengeneza na kuweka vitu vyao humo, lakini emotional intelligence ina uhusiano wa karibu sana na Mungu wa mbinguni ambaye ametuumba na ameiweka ndani yetu. Kwa hiyo tuone maana yake. Emotional intelligence ni kutambua hisia za wengine na kuhusiana nao kwa uangalifu. Ni kutambua hisia za wengine na kuhusiana nao kwa uangalifu. Katika Yohana 3:2 kuna kitu cha pekee sana ninakiona hapa. Wanafunzi wanamwambia Yesu, twakujua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Wanafunzi wamekaa na Yesu na wameona Yesu akitimiza malengo yake na akiendelea kufanya malengo yake kwa namna ya utulivu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu amekuwa na Mungu. Amekuwa na mahusiano ya karibu kabisa na Baba yake ambaye ni Mungu wetu. Na ndiyo maana tunamuona Yesu toka kuja kwake amezaliwa katika hori la ng'ombe na mpaka kifo chake msalabani na kupaa, alikuja kuyafanya haya kwa ajili ya kumuokoa mwanadamu ambaye alikuwa amezama katika dhambi, ikiwa ni mimi na wewe pia. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, ninapenda kuona wanafunzi wa Yesu wanavyomtambua kama mwalimu na wanavyotambua mambo makubwa aliyoyafanya kwa viwango vya juu sana. Sisi wanadamu tunafanya vitu vyetu kwa intelligence yetu ya kawaida na tunavipima kibinadamu, tunaona kwamba tumefanya. Lakini kwa Mungu akipima, nataka nikuambie, anaweza akaona tumefanya kidogo sana. Tena anaweza kuwa anajiuliza, huyu mtoto wangu mbona angefanya zaidi ya hapa, lakini basi kumekuwa na limitation hiyo ya namna hiyo ambayo tumejiwekea, na basi ndipo ambapo tunaishia. Lakini emotional intelligence, utulivu wa Yesu, ndio ambao ulimfanya Yesu aweze kufanya mambo makubwa. Emotional intelligence aliyokuwa nayo Yesu, uhusiano wa karibu kabisa ambao alikuwa na Baba yake, ndio uliomwezesha kufanya miujiza ya kuponya wagonjwa. Alikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yameshindikana kabisa. Nazungumza na madaktari mahali fulani. Utakapokuwa na emotional intelligence, hata uhusiano wako na wagonjwa wako utakuwa wa namna ya pekee, na utawatibu wagonjwa kwa namna ya pekee, kwa maana utakuwa na Mungu na mahusiano na Mungu, lakini yale mahusiano utakuwa nayo kwa wagonjwa wako. Utawasikiliza. Emotional intelligence inahitaji usikivu, inahitaji usikilize wengine na ujali taabu zao. Yesu aliwasikiliza watu na akajali matatizo yao na akawaponya. Daktari, ninaomba itumie emotional yako intelligence kufanya mambo makubwa kwa watu hawa. Lakini yuko mwalimu anayenisikiliza mahali fulani, tumia emotional intelligence kuhusiana kwa karibu na wanafunzi wako na kuwafanya waweze kufika katika viwango vikubwa. Mtazamaji, narudia tena, emotional intelligence ni kutambua hisia za wengine na kuhusiana nao kwa uangalifu. Note hili neno, kwa uangalifu. Emotional intelligence, mtu mwenye emotional intelligence hawezi kuwa na papara katika kila anachokifanya, kwa sababu atakuwa anajua anaongozwa na Mungu katika kufanya hayo. Nizamu yake ya hali ya juu itaonekana
kwa sababu ana nidhamu kwa Mungu Baba wa mbinguni. Ninataka nikueleze utulivu wa Yesu aliokuwa nao ndio uliomwezesha kuwavuta wengi kumjua Baba na kujua mission ya Yesu, malengo ya Yesu. Nataka nikwambie, yawezekana mtazamaji na msikilizaji una malengo makubwa sana ambayo umejiwekea. Yesu alipokuwa ameweka malengo ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika dhambi, Mafarisayo na Masadukayo na Shetani walikuwa wakifanya kazi ya kutaka kumkwamisha, lakini haikumtoa Yesu katika lengo lake kuu. Na ndio maana unaona Yesu msalabani anasema, si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Akiwa anaomba kwenye bustani ya Getsemani alisema maneno haya, lakini mpaka msalabani alifia lengo lake. Mtazamaji na msikilizaji, nataka nikwambie, ukiwa umeweka malengo yako katika maisha yako kwa nyanja tofauti tofauti, endelea kusimamia malengo yako. No matter what people can say. Haijalishi watu watasema nini katika yote. Mwingine atasema wewe bana huwezi kufanya hivi. Mwingine atakwambia umeshakuwa mtu mzima, una miaka 50, huwezi kufanya degree. I can tell you, unaweza kufanya na ukafanya mpaka ukapata PhD. Unaweza kunielewa ninachokisema. Lakini emotional intelligence inahitaji kuepuka harara ama hisia ambazo zitakuafifisha katika mitazamo yako. Na Mungu akusaidie sana. Ninapenda fungu hili la kutoka katika kitabu cha Ayubu. Anasema, mjue sana Mungu, uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Ukiwa na emotional intelligence, utakuwa na utulivu katika moyo. Ukiwa na emotional intelligence, utakuwa na amani. Ndio utulivu huo. Utakuwa una mahusiano ya karibu na watu wanaokuzunguka. Ninaongea na baba katika familia. Tumia emotional intelligence kukaa salama na familia yako. Ninaongea na watu walioko katika mahusiano. Tazameni jambo hili, emotional intelligence ambayo Mungu ameiweka ndani yenu. Mahusiano ya karibu na Mungu ndio emotional intelligence inafanya kazi katika maisha. Ni kama nikisema emotional intelligence, ni kama ninasema hekima, ni kama ninasema akili, ni kama ninasema mental health, ni kama ninasema ukiwa na emotional intelligence itakupa mental health, itakupa afya ya akili, itakupa afya ya mwili, itakupa afya ya kiroho, itakupa afya ya kila kitu, na itakufanya ufikie mafanikio makubwa ya kile ambacho unatamani kukifanya katika maisha yako. Emotional intelligence inakupa uwezo wa kuwa na ujuzi wa kitaalamu. Ukiwa na emotional intelligence, utulivu aliokuwa nao Yesu ulifanya mambo makubwa, kwa sababu kwanza alisikiliza kutoka kwa Baba yake. Akasikiliza wanaomzunguka wanataka nini. Akasema, Baba, hawa wanataka nifanye. Akafanya. Na wewe leo unapaswa utazame ni nini ambacho unatamani kukifanya, na umekuwa na wasiwasi, jua tu kwamba you can do kila kitu kwa uwezo wa Mungu. Unaweza kufanya mambo yote katika yeye anayekutia nguvu, na ni Mungu tu peke yake. Nataka kuambia emotional intelligence inachangia mafanikio yako kwa 70 mpaka 90 ya mafanikio yako yote katika maisha ambayo unaishi. Ukikosa hii, umekosa jambo la muhimu sana. Ukikosa hii emotional intelligence, ninapenda niweke hata kwenye bracket, uweke Roho Mtakatifu, uweke nguvu ya Mungu, uweke uwezo wa Mungu, uweke namna nyingi ambazo unaweza ukazitengeneza, lakini nataka nikueleze tu siri ya hii chimbuko lake ni Mungu mwenyewe. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, kudevelop emotional intelligence, maana itaweza kutupatia usikivu na itatufanya tuweze kuinteract na watu wengine. Lakini pia tusisahau itatufanya tuweze kuwa na mahusiano mazuri katika mahali pa kazi, katika uongozi, lakini katika familia na katika jamii. Utulivu, emotional intelligence ni muhimu katika maisha yetu. Emotional intelligence ni muhimu sana kwa kila nyanja ya maisha yetu. Mungu akubariki sana.
unapoendelea kuwa pamoja nasi. Usiache kusubscribe na kushare mada hii, na tukutane tena wakati mwingine. Asante sana.